Na baada ya kazi za Hinton, Benjio na Likani kuanza kuonekana, ndipo akili bandia haikubaki tena kwenye maabara chache, bali ilianza kuingia polepole kwenye maisha ya kawaida ya watu. Mwanzoni watu hawakugundua, walidhani ni maboresho ya kawaida ya simu au internet, lakini ukweli ni kwamba nyuma ya pazia mashine zilikuwa zinaanza kuelewa lugha ya binadamu. Kwa mara ya kwanza binadamu anaweza kuandika swali kwa mashine na mashine ikampatia majibu kulingana na alivyouliza. Hapo ndipo kulizaliwa kizazi cha AI chatbot, mifumo ambayo inaweza kuongea kama binadamu. Na moja ya mifumo iliyojulikana sana duniani ilikuwa ni ChatGPT. Watu wengi walianza kuitumia kuuliza maswali, kujifunza, kuandika maandishi na hata kupata ushauri. Ilionekana kama unazungumza na mtu halisi, lakini kumbe unazungumza na mashine iliyofundishwa kwa data nyingi zaidi. Hata wengine walianza kuitumia ndani ya WhatsApp. Lakini baadaye kulikuja mabadiliko. Kuanzia tarehe 15 Januari 2026, WhatsApp iliyomilikiwa na kampuni ya Meta iliweka sheria mpya. Sheria hizo hazikuruhusu tena AI chatbot za mazungumzo ya kawaida kama ChatGPT kuendelea kufanya kazi kupitia namba ya WhatsApp. Wao walidai ilikuwa ni udhibiti wa usalama wa taarifa na sera mpya za matumizi ya majukwaa yao. Hivyo ChatGPT ikaendelea kupatikana kwenye app yake rasmi na website, si tena kupitia namba za WhatsApp kama zamani. Tukio hili ilionyesha jambo moja muhimu sana, kwamba AI sasa haikuwa tena nadharia ya wanasayansi, bali ilikuwa imekuwa sehemu halisi ya maisha ya binadamu, kiasi kwamba hata mitandao mikubwa ilianza kuweka sheria maalum juu yake.